vizuri kwenye hilo. Nilikuwa naomba sasa wanaume TANESCO atueleweshe swala la umeme. Mama msikize vizuri. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante Mheshimiwa Mbunge, Mheshimiwa Diwani, lakini na viongozi wote meza kuu na wananchi ambao mimi kwangu ni wateja, ambao ni fursa kwa ujumla. Naomba nitoe taarifa kwanza ya hali ya umeme kwenye wilaya yetu, kwa sababu nasimamia wilaya, lakini kwenye kata yetu hii ya Migulue. Tunazo kata kama ilivyotanguliwa kusemwa zipo 23, lakini sisi tulizigawa kwa majimbo. Kilwa Kaskazini ziko kata 13 na Kilwa Kusini kama jimbo ziko 10, lakini zenye vijiji 54 kwa maana ya jimbo la Kilwa Kaskazini na vijiji 36 kwa maana ya Kilwa Kusini. Lakini tunavyo jumla ya vitongoji 347. Kilwa Kaskazini vipo vitongoji 204 na Kilwa Kusini vipo vitongoji 143. Lakini Mheshimiwa Mbunge, kwa maana ya vijiji vyote 54 katika wilaya yetu hii ya Kilwa, katika jimbo letu la Kilwa Kaskazini vijiji vyote 54 vimefikiwa na umeme. Lakini hata vile vijiji vya kule kusini navyo vyote vile 36 vimefikiwa na umeme. Kwa hiyo jumla vijiji 90 vyote katika wilaya hii vimefikiwa na huduma ya umeme. Tumebakiza kwenye vitongoji. Na nimesema Kilwa Kaskazini tuna vitongoji 204 ambavyo kati ya hivyo vitongoji 111 tayari vimeshapata umeme. Tunavyo vitongoji ambavyo vilivyobaki ni vitongoji 93. Lakini kwa eneo letu sasa tuliokuwepo, eneo la kata yetu ya Migulue, tunavyo vijiji 4. Katika hivyo vijiji 4 ambacho tunajiishi kijiji cha Migulue, tuseme ndio kijiji mama chenye cha kata, lakini tunacho Zinga, Kibaoni na King'ombe na Mtopea. Katika vijiji hivyo tukija sasa kwenye kijiji cha Zinga ambacho kina vitongoji ambavyo mpaka hili eneo ambalo tuliokuwepo, na nashukuru nimejifunza kwa sababu hili na Mbunju nimelisikia muda mrefu sana kwenye hili eneo, na ni kati ya maeneo ambayo ni maarufu nizungumze na mimi nilikuwa nayafahamu kupitia Mheshimiwa Diwani amekuwa akifika ofisini kwenye kuleta malalamiko ama mahitaji ya Mbunju. Na bahati nzuri tulishawahi mleta mwenyekiti wa bodi na mkurugenzi wa bodi wa REA. Tulimleta pale kuzindua umeme pale Zinga Kibaoni wakati tunawasha. Kwa hiyo ni kijiji ambacho kinafahamika hata kitaifa. Lakini wakati tunazindua tukaambiwa kuna eneo linaitwa Mbunju ambalo ni eneo muhimu sana. Basi kwa umuhimu wake na sisi tulilichukua tukahamisha mradi kutoka eneo lingine ili tulete mradi wa umeme kwenye hili eneo. Lakini wakati tunaendelea na lile zoezi, na bahati nzuri walikuwa wamefika na viongozi wa kitaifa, ule mradi kwa sababu tayari ulikuwa uko kwenye budget na ulisha sainiwa tayari. Ule mradi ulikuwa una takriban kama kilomita kama 25 za laini kubwa bila ya laini ndogo. Kwa sababu huko tuliko uhamisha tulikuwa na vijiji viwili, kati ya kijiji kimoja kinaitwa Ngarambi na kingine Ngarambi. Itanisaidia nyinyi wenyeji wa huko. Kwa hiyo kuna sehemu tulienda kuchukua umeme kutokea Ikwiriri. Badala ya kuchukua huku ndani tukaenda eneo refu sana, tukaenda kuchukua Ikwiriri ambako ilikuwa kama kilomita 5 ukichukulia umeme kule. Kwa hiyo tukawa na ziada ya kiasi ambacho kilibaki. Tukakubaliana na wale viongozi wakaelekeza tulete hiyo huduma Mbunju. Lakini wakati tunaendelea kupitia tukaja kukuta itafika laini kubwa, kwa sababu napo pana umbali karibu wa kilomita 23. Kwa hiyo ikaonekana laini kubwa itafika, lakini haitaweza kupata budget ya usambazaji. Kwa hiyo kwa busara na baada ya kuja kuangalia ukubwa wa eneo lenyewe, na mimi limenistaajabisha Mheshimiwa Mbunge, kwa sababu wakati tunapitia tunajua hiki kitongoji cha Kitumbe ambacho ndio kinabeba na hiki kitongoji shikizi. Hiki kina kaya tulivyopitia. Na ndio leo sasa nimeona kumbe kuna vitongoji vingine huko. Kaya tulizozikuta hapa tumekuta kaya 950. Lakini kile kijiji cha Zinga chenyewe wakati tunapitia awali tulikuta kuna kata 223. Na tulifanikiwa kuzipatia huduma kaya 100 na tulibakia na 123 wanatudai. Ambako katika miradi ambayo sasa tunaendelea nayo
tayari tushafanya tathmini kuhakikisha tunamalizia wale 123, lakini tukawa na mkoloni sasa tunao 900, kaya 950 ambayo sasa sisi tuseme mtoto kawa mkubwa kuliko mzazi, sielewe ni kwaje. Lakini kiuhalisia mimi nikiona hizi namba ndio zinaweza zikanipelekea mimi kwenda na kusemea na ni kweli nikapatia. Kwa hiyo baada ya hapo tukachukua hiki kijiji kwa umuhimu wake, tumekiweka kwenye miradi ambayo tunategemea ianze kazi kwenye bajeti ya mwaka huu wa fedha, na bahati nzuri tumeshapata tayari mkandarasi. Kwa hiyo nategemea na mimi mapendekezo yangu naangalia maeneo ambayo nikipeleka haraka tutapata wateja wengi. Na nikiangalia tu kwa uchumi wa hapa, bahati nzuri nimehudumia sana kwenye vijiji. Yaani hapa na Mbunju tunajua umeme ukitua, kama una ili eneo tena usitegemee utapata. Watakuja watu watatuhamisha wote. Kiukweli kwa sababu kuna maeneo tulikuwa tunapeleka umeme, unafika center yenyewe pale unakuta nyumba za nyasi. Baada ya miezi 6 ukienda pamebadilika. Sasa kama leo unafika unakuta misauzi nyumba za maana namna hii, naamini umeme ukifika hapa inawezekana wakati mwingine mnalazimika kwenda kupata huduma kwenye vijiji jirani kwa sababu nyinyi hizo huduma mnazikosa. Kwa hiyo mimi pendekezo langu au malengo yangu, wakifika wakandarasi nitawaelekeza kwenye hili eneo la kwanza. Lakini ukiachana na huu mradi ambao tumepewa, tunayo miradi ya maeneo ambayo yamebaki ambayo itatusaidia kuweza kumalizia wale wateja wa pale Zinga Kibaoni. Kwa hiyo tunayo miradi, ukishapita mradi mkubwa tunayo miradi midogo ambayo sasa hivi serikali imetuletea. Hamna mteja ambaye atabaki bila umeme. Na naamini huko mbele mikakati iliyokuwepo utaunganishiwa umeme na utalipa wakati unanunua zile huduma. Ndio project ambayo kubwa tunaenda nayo ambayo inaitwa Energy Compact, na nyinyi mtakuwa mashuhuda. Rais wetu alizindua mkutano mkubwa sana pale Dar es Salaam, ulikuwa na zaidi ya marais 8. Na sisi kama taasisi ya serikali TANESCO tukapewa huu mradi. Kwa hiyo ni watoe wasiwasi jamani. Katika vijiji, katika vitongoji hiki cha Kitumbe, Mnumbila, Kinole na Zinga Kibaoni yenyewe. Kitumbe inaongoza kuwa na kaya 965, lakini inafuatiwa na Zinga Kibaoni na 223, lakini kuna Kinole hapa ambako naamini kuna mradi umefanyika sasa hivi na pingo umetupa na kile kituo chetu cha afya umeme, lakini kuna Kitumbe ambako bado na Mnumbila ambacho kina kaya 129. Kwa hiyo naamini katika malengo ya shirika tunaangalia namba za, na ndio maana sasa hivi tunapoenda kuangalia hatuendi tu kuangalia kijiji au kitongoji kipate umeme, kina wakazi wangapi. Lakini sasa kumbe mimi nilijua center ndio inaishia hapa, lakini naambiwa kumbe kuna Bagamoyo, kuna Kibaha, kuna kwa Mtofu, alafu mtoto Ndakama. Hao kina Ndakama wa wapi? Sawa, tutaendelea kufahamiana, lakini kiukweli watu wana Mbunju ni watoe wasiwasi kwenye umeme. Nafikiri mnaona toka tulipotoka zamani umeme ulikuwa unaishia kule kabisa, wanapaita wapi, Njinjo. Lakini sasa hivi tukizungumza habari ya umeme sidhani kama kuna mtu anakuwa na hofu, kwa sababu miradi yetu tukiahidi na inatekelezeka kweli. Ingawa hiyo miradi nayo tulivyoitekeleza huku tunapata pia lawama kule masoko, si ndio? Umeme wanao kule na nili Zinga, mimi hapa bado nasubiri. Lakini sisi tumejikita huku, ndio kuna namba nyingi za watu, kwa sababu hizi hawa wateja Kivinje yote inawezekana isinipe hawa wateja 965. Na bahati nzuri sasa ni bei ile ya 27,000. Siamini kama kuna mtu hapa atashindwa kulipa 27,000. Lakini pamoja na hilo jamani, naomba tena jamani, hii miradi ina gharama kubwa sana, serikali inaweka fedha. Tunapozungumza umeme 27,000 jamani, 27,000 sasa hivi hata ukipanda basi hapa huwezi kufika Dar, si ndio? Sio gharama halisi. Serikali inatoa fedha nyingi inaweka kurahisisha hiyo miundombinu ifike. Lakini kwenye kufika ile miundombinu ndio inarahisisha namna ya maisha. Shule zetu zitakuwa nzuri, huduma za afya zitakuwa nzuri. Sawa, lakini hata sisi maisha yetu yatakuwa mazuri zaidi, kwa sababu hata sasa hivi tuna mpango mkubwa wa kuhakikisha watu watupiki kwa kutumia tena kuni. Tunapika kwa kutumia umeme. Na huo mpango mkakati huko tutakuwa tunakuwekea umeme, tunakupa na jiko, utatulipa taratibu wakati unaendelea kununua umeme.
Kwa hiyo tunategemea sasa hizi namba na namna ya uchumi wa hili eneo utatusaidia sisi kupeleka hii miradi na iweze kutujia kwa haraka, lakini pia sasa tuna kazi ya ziada ya kuhakikisha hivyo vitongoji vya pembezoni hivyo vya Kibaha, Bagamoyo, vyote tuhakikishe tunapokuja hapa asibaki tena tunaitisha kikao, bwana mmeleta center, mmetuacha sisi huku. Tutahakikisha hao wateja wote tunawaingiza kwenye mpango na wote wanapatiwa hiyo huduma kwa gharama nafuu kabisa ya 27, na watu tunafurahia matunda ya nchi yetu mpaka hapa tulipofikia. Kwa hiyo mimi niwaandae tu ndugu zangu, niwaandae, lakini nilikuwa nasisitiza tuilinde hii miundombinu jamani, tena tuilinde kwa wivu mkubwa sana, kwa sababu gharama kubwa tunawekewa, lakini gharama pia hii fedha ni ya kwetu sisi. Yaani ukimwona mtu anachoma nguzo ukisema bwana ni ya TANESCO aje manager aione, hujajitendea haki, kwa sababu ile ni pesa ni ya kwako, mimi unanilipa wewe, sio ninamkamata wewe. Kwa hiyo naomba, lakini pia niwape pia pongezi. Sijapata matukio makubwa hata kipindi cha maandaaji ya mashamba, hamna matukio makubwa kutokea Njinjo kuja huko, lakini changamoto tunapata kutoka Njinjo kurudi kule nyuma, sijui wale wenzetu mpaka kuingia kwenye ile mbuga yetu pale kule ndo wanachoma sana, nao viandaa mashamba wanachoma sana zile nguzo. Lakini huku naona kuko salama, toka tumejenga miradi hatujakuwa na shida kubwa. Shida za kawaida tu tunafika tunazitatua, lakini pia tunategemea kusogeza hiyo huduma. Tutakuja kuweka watoa huduma wetu karibu kabisa, ili mtu unapokuwa na shida unapatiwa huduma ya haraka. Mheshimiwa Mbunge, naomba niwasilishe kwa haya sana.